Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo milele. Amina. Karibu tusikize tafakari ya kipindi cha Kwaresma, tafakari ya kujiandaa na kipindi kitakatifu cha Kwaresma. Leo naomba tuweze kutafakari kuhusu kufunga katika kipindi hiki cha Kwaresma. Ina maana gani tukifunga? Karibu tusikize tafakari ya maandiko matakatifu inayoelezea kuhusu kufunga na jinsi Mungu anavyotuasa tufunge. Kufunga ni sehemu muhimu ya ibada ya kipindi cha Kwaresma katika Kanisa Katoliki. Katika kipindi hiki cha Kwaresma tunaona kufunga ni kipindi cha toba na tofauti. Waumini wanajitolea kumtumikia Mungu kwa njia ya kufunga, kujinyima na kuomba kwa dhati ili kujiandaa kwa Pasaka. Kufunga ni njia ya kumjua Mungu kwa ukaribu zaidi, kujitakasa kutoka kwa dhambi na kukua kiroho kwa kutafuta uso wa Mungu katika maisha yetu. Hapa katika tafakari hii tutatafakari juu ya maana ya kufunga, mifano kutoka katika Biblia takatifu na matakwa ya Mungu kuhusu kufunga katika kipindi hiki cha Kwaresma. Kwanza tuangalie kufunga ni jitihada ya kiroho, si ya mwili wa pekee wala si mwili pekee. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 aya 16 hadi ya 18, Yesu anasema, wakati mnafunga msiwe kama wanafiki wanaojionyesha mbele ya watu ili waonekane wanafunga. Amin, nawaambieni, walipatwa thawabu yao. Lakini wewe wakati unafunga, jizibe kichwa chako na usafishe uso wako, ili watu wasione kuwa unafunga, bali Baba yako aliyekuficha atakayeona kwa siri atakubali kwa dhati sadaka yako. Huu ni wito wa Yesu kwa waamini kuzingatia kuwa kufunga si tendo la kujivuna mbele ya watu, bali ni tendo la kiroho kwa Mungu. Kufunga sio kwa ajili ya kudhihirisha ufanisi wetu au kujionyesha kwa wengine, bali ni hatua ya kumkaribia Mungu kwa unyenyekevu, kwa moyo wa unyenyekevu na maombi. Tunapofunga tunaombwa tuwe watu wenye nyuso za tabasamu, tusionyeshe nyuso za huzuni. Na tunapofunga tunamwomba Mungu kwa dhati kwa ajili ya nguvu ya kiroho na msamaha katika maisha yetu.